Kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ya kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Dunia ilikuwa bila umbo na tupu. Giza lilikuwa limefunika vilindi vya maji na Roho ya Mungu ilikuwa ikitanda juu ya maji. Mungu akasema, mwanga uwe. Mwanga ukawa. Mungu akauona mwanga kuwa ni mwema. Kisha Mungu akautenganisha mwanga na giza. Mwanga akauita mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Mungu akasema, anga liwe katikati ya maji, liyatenge maji sehemu mbili. Mungu akalifanya anga, akayatenga maji yaliyo juu ya anga na yale yaliyo chini ya anga hilo. Ikawa hivyo. Mungu akaliita anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, nchi kavu itokee. Ikawa hivyo. Mungu akapaita mahali pakavu nchi, na kusanyiko la maji akaliita bahari. Mungu akaona kuwa ni vema. Kisha Mungu akasema, nchi na ioteshe mimea, mimea izaayo mbegu, na miti izaayo matunda yenye mbegu. Ikawa hivyo. Basi nchi ikaotesha mimea izaayo mbegu kwa jinsi yake, na miti izaayo matunda yenye mbegu kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Mungu akasema, mianga na iweko angani, itenge mchana na usiku, ioneshe nyakati, majira, siku na miaka, na iangaye angani na kuiangazia dunia. Ikawa hivyo. Basi Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka mianga hiyo angani iangazie dunia, ipate kutawala mchana na usiku, na kuutenga mwanga na giza. Mungu akaona kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. Mungu akasema, maji na yatoe makundi na viumbe hai, na ndege waruke angani. Basi Mungu akaumba wanyama wakubwa sana wa baharini na aina zote za viumbe vyote hai viendavyo na kujaa majini. Akaumba na aina zote za ndege wote. Mungu akaona kuwa ni vyema. Mungu akavibariki akasema, zaeni muongezeke, muyajaze maji ya bahari, nao ndege waongezeke katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Mungu akasema, nchi na itoe aina zote za viumbe hai, wanyama wa kufugwa, viumbe vitambaavyo, na wanyama wa porini wa kila aina. Ikawa hivyo. Basi Mungu akafanya aina zote za wanyama wa porini, wanyama wa kufugwa, na viumbe vitambaavyo. Mungu akaona kuwa ni vyema. Kisha Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa kufugwa, dunia yote na viumbe vyote vitambaavyo. Basi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, naam, kwa mfano wake Mungu alimuumba. Aliwaumba mwanamume na mwanamke. Mungu akawabariki na kuwaambia, zaeni muongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, muwatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe hai kitembeacho duniani. Kisha Mungu akasema, tazama, nawapeni kila mmea duniani uzao mbegu, na kila mti uzao matunda yenye mbegu. Mbegu zao au matunda yao yatakuwa chakula chenu. Nao wanyama wote duniani, ndege wote wa angani, viumbe vyote vitambaavyo, naam, kila kiumbe chenye uhai, chakula chao kitakuwa majani yote ya mimea. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya kuwa ni chema kabisa. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita.